Maimuna sehemu ya 14. Karibu sana msikilizaji, tusonge mbele katika sehemu hii, ikiwa leo tunaitazama sehemu ya 14 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Maimuna. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Mwanadada Maimuna anaendelea kutupa kisa chake. Siku 3 baada ya ndoa, usiku tukiwa tumelala, Roman alipigiwa simu. Akaichukua kuitazama, akasema, "Baby, huyu ni bosi wangu mkubwa. Sijui anataka nini." "Unakumbuka baby, yule nilikuambia yuko Ujerumani mwenye kampuni?" Nilikumbuka, maana yeye Roman ndio bosi wa kampuni hiyo kwa Tanzania. Nikasema, "Pokea baby, ujue anataka nini." Roman akasema sawa. Akapokea, akaambiwa aende Ujerumani haraka, afanye mpango. Siku inayofuata atafute ndege aende. Kuna mambo muhimu sana anatakiwa kuhudhuria na kuyafanya huko. Roman alimweleza kuhusu kutaka kufunga ndoa, lakini bosi wake alimkazania, akasema, "Roman, ndoa inaweza kusubiri, lakini haya hayawezi kusubiri na kuhitaji huko haraka iwezekanavyo. Pesa za usafiri unawekewa katika akaunti yako. Mwambie mwanamke wako atusamehe. Hii ni muhimu kwa manufaa ya kampuni, na kama anataka aendelee kuishi kwa raha na furaha, basi ndoa iahirishwe." Roman anitazama kisha akamjibu, "Sawa bosi, nitaanza safari." Bosi wake akasema sawa, maelezo mengine na kuandikia kwenye email. Baby akasema sawa. Alikata simu akasema, "Mke wangu, hii ndoa ni muhimu sana kwangu." Lakini bosi, umemsikia mke wangu? Tena ameongea Kiswahili kabisa ili umsikie. Nadhani ujue hii kampuni ndiyo kila kitu kwangu. Nafanya kazi kwa uhuru, sina anayenifuatilia, ila mimi ndio nafuatilia watu, sababu mimi ndio kiongozi mkubwa wa kampuni zao huku Tanzania. Naomba niende mke wangu. Nitawasiliana wale pale tulipoandikisha ndoa ili wasogeze mbele, lakini kwa sasa nitapigia wazazi na watu wa kukumbi baby kuwajuza. Naomba usiwaze, wewe ni mke wangu na nitakuoa, sawa?" Nikasema sawa baby. Basi aliwapigia simu watu aliosema, wakiwemo wazazi, usiku huo huo na kuwaeleza, nao wakaelewa. Ilibidi niamke nianze kumpangia nguo sasa, wakati yeye anahangaika na mambo ya ndege mtandaoni. Nilimpangia, tulivyokamilisha tukalala. Kulikucha aliwahi kazini, maana alipata ndege ya kuondoka usiku. Mimi huku nyuma nikampigia shoga yangu Mary sasa kumjuza. Mary akasema, "Mbona kama ukamkosi shoga yangu? Ina maana huyo bosi kashindwa kusubiri hata ndoo ifungwe basi. Halafu mambo ya reception ndo iwe akirudi." Nikasema amesema ni muhimu sana. Akasema, "Shoga yangu, sali sana. Ndoa huwa haziahirishwi hivi hivi. Ukute yule mke wa mwanzo anahangaika huko." Nikasema mwache hangaike, lakini ujue kabisa mimi namcha Mungu na suni namzalia mme. Hakuna kibaya kitakachonikuta. Najua ndoa ni makaratasi tu. Mimi na Roman tumeshaishi zaidi ya muda wa serikali, hivyo mimi ni mke ataka astake." Tukacheka, nikakata simu. Baby alirudi, tukaagana kwa penzi zito, akaniachia moja ya kadi zake za benki ili niwe natoa pesa ninapohitaji, sababu hakujua safari yake itachukua siku ngapi. Jioni alifuatwa na dereva wa ofisi akapelekwa airport, huku akiwa amemwachia dereva maagizo kuendelea kunisimamia mimi nikiendesha gari mwenyewe ili nizoee. Nilibaki na dada wa kazi, yani Manka, nyumbani, hivyo sikuwa mpweke sana, japo swala la ndoa kuahirishwa liliniuma sana. Nilikuwa na misafara mingi mjini, mara kwa shoga yangu, mara kwa shopping, sokoni, madukani, ili mradi tu niendeshe gari huku nikiwa na dereva wa baby sasa na kitumbo changu. Mwezi ulipita, baby hajarudi, ila tunaongea kwa video call tu kila siku. Aliniambia kuna vifaa wanavifuatilia ili wavilete Bongo, na akawa ananionyesha ambavyo wamevipata. Akaniambia na mimi nichague zawadi ataniletea. Basi sikulemba, nilichagua simu, sijui macheni na nguo, viatu na nywele, maana ndio vitu nilivyokuwa navipenda sana mimi. Mwezi wa pili ulipita, baby akanipigia kuwa anakuja sasa. Nikaenda mwenyewe airport kumpokea, maana kipindi hicho nakata mitaa mwenyewe na gari bila dereva, nishazoea na kujua. Baby alifurahi sana kuliona alikuwa na mizigo mingi. Tukapakia kwenye gari kisha tukarudi nyumbani. Nililetewa zawadi nyingi sana, hadi zingine nikampelekea Mary shoga yangu na zingine nikampa Manga. Sasa zile za zamani zilizidi furahia maisha. Nilikuwa napendeza mno, nimenenepa na kimimba changu nimeng'aa, navaa vizuri mno.
naendesha gari zuri na joto la daa, basi niko na ngozi matata, maana hata vipotozi napaka vya gharama na mafuta ya gharama. Basi ukiniona huwezi sema natokea kijijini. Mimba yangu ilifika miezi 6, ikaanza kusumbua. Mara nione vidamu, mara niumwe. Nikawa naenda hospitali, huku nahudhuria sana maombi. Swala la ndoa tukaamua hadi nijifungue sasa, ili nisherekee vizuri. Hapo sijapata chumba cha biashara Kariakoo, na mimi nilikuwa nataka Kariakoo tu, maana ndio unaonekana una pesa ukiwa na duka kule. Hivyo niliendelea kutafuta mdogo mdogo. Mimba yangu ilikuwa na miezi 8. Siku moja nikiwa nyumbani, Mary alinipigia simu. Ilikuwa mida ya saa 4 hivi asubuhi. Nikapokea, akasema, "Tajiri uko wapi?" Nikasema, "Niko home tajiri, ni aje?" Akasema, "Acha chochote unachofanya tajiri, kimbia hapa saluni chapu sana." Nikasema, "Kuna nini, mbona unanitisha?" Akasema, "Wewe fanya uje bwana, maswali ya nini? Njoo chapu." Nikasema sawa. Nilijiandaa kwa kuvaa vizuri, maana nishakuwa dado wa mjini, stoki nikiwa hovyo hovyo mie. Nikawasha gari, safari kwa Mary. Nilifika nikamkuta na wateja wake, na yeye alikuwa anamsuka mdada mmoja mrembo hivi mnene. Nikasalimiana, kisha nikasema, "Nimekuja tajiri yangu, umenikimbiza nusu nivunjike mguu." Akasema, "Ni jambo la maisha, bora hata ungevunjika mguu kuliko kulikosa. Najua umekimbia na hiko kitambi chako, sipati picha." Tukacheka, nikakaa, nikasema, "Niambie." Akasema, "Huyu dada naye msuka anataka kukukomboa, anaduka Kariakoo kubwa la nguo za wakubwa na za watoto, pia urembo. Sasa mume wake amehamishiwa mkoani na hataki mkewe abaki huku, ndio maana kaamua kumbinafsisha mtu dia. Haya, kazi kwako." Nilifurahi, nikasema, "My dear, nachukua mimi, niambie ngapi unataka?" Yule dada akasema, "Inabidi tuende wote dukani ukathaminisha bidhaa, ndio tuongee bei. Kila kitu nitakuuzia kwa bei ya jumla na risiti nitakupa. Mimi vitu vyangu nachukua Uturuki na China." Nikasema sawa. Akanitajia bei ya chumba, sababu alilipa kodi ya mwaka na yeye akawa amekaa miezi 2 tu kwa mwaka aliolipia. Nikasema sawa. Mary akasema, "Unaona sasa tajiri, hapo piga simu 2 tajiri kwa bosi kubwa, mpate hapo, maana pamekuja kibahati mai wangu, bila dalali wala nini. Una bahati sana wewe." Nikasema, "Kwa kweli na kushukuru shoga yangu." Nilitoka nje, nikaenda kwenye gari, nikampigia simu mume wangu. Sasa kapokea, nikampa mchongo mzima. Bahati nzuri hana kazi nyingi, hivyo akimaliza kusuka tumpitie baby posta, ndio twende naye akaone dukani, kisha tunamalizia naye hapo hapo. Nikasema, "Asante sana mume wangu." Akasema, "Usijali mama kijacho wangu, hii ni mahali yako, nilikutunzia." Nikasema asante. Nilirudi ndani, nikasema, "Kila kitu kimekaa poa, ukimaliza kusuka tunaenda na tunakulipa leo tukiridhika." Yule dada akasema, "Sawa, ni pazuri, duka kubwa, nilifanya maboresho, panafanana na wewe kabisa mrembo, japo kama hutopenda basi utabadilisha, ila ni pazuri na duka liko sehemu nzuri sana na nina wateja wengi sana pia." Nikasema sawa dia. Mary akasema, "Usijali, tunalichukua hilo. Alafu Neema, ujue mume wako anakupenda sana. Sijui umempa nini, yani anakupenda utake nini. Ukija mfanyia mauzauza yule, huji kupata mwingine." Nikasema, "Namfanyiaje sasa mauzauza na wewe, wakati najua kabisa umuhimu wake?" Akasema, "We haya tu, ila nikumbushe baadaye kuna kitu nikuulize tukiwa wawili." Nikasema sawa. Alimaliza kusuka mdada wa duka, nikamuomba na Mary twende wote kama shahidi. Akasema sawa. Tulitoka tukampitia Romani, kisha tukaenda Kariakoo. Sasa jamani, kuliona duka nilishangaa. Duka kubwa mno, zuri kuanzia rangi mpaka mpangilio na kila kitu cha kisasa. Nilimtazama Mary, akanikonyeza kuwa umeona basi tuongea na kupiga hesabu za kila kitu. Tukakubaliana, baby akaenda benki, akaja na pesa, tukamkabidhi naye akanipa nyaraka muhimu zote. Yaani mzigo upo wa kutosha na mwingine upo store. Mimi ni kuanza kazi tu. Nilifurahi sana. Nilichukua namba yake ili niweze kumuuliza vitu nisivyovielewa katika biashara, maana biashara pekee nimefanya ni kuuza mihogo kijijini. Tuligana duka lilikuwa na msichana wake aliyekuwa anamuuzia kitambo. Akasema anafaa ni mstaarabu na mwaminifu, anaitwa Jennifer. Hivyo nikaamua kuendelea naye. Nilimtambulisha kwenye uongozi wa Kariakoo na majirani pia.
Siku hiyo tulibaki na Mary baada ya Baby kuondoka hadi jioni, maana nilishauriwa niwepo sana nijue biashara inavyoenda. Siku hiyo wateja walikuja na ilikuwa inakaribia sikukuu. Nilifurahi mno. Tulifunga usiku, nilinunua makufuli mengine tukafunga. Baby alipiga simu akasema atukute hoteli mimi na Mary tukale hapo. Nikasema sawa. Hivyo tulitoka pale dukani tukaenda hoteli. Tulivyofika tukakaa na kuweka oda ya chakula. Kisha nikamkumbusha Mary kuwa alisema nimkumbushe tukiwa wawili. Mary akasema, nikitaka kukuuliza hivi dia, mbona sijawahi sikia unasema unampenda Shem? Wewe huwa unamshukuru tu kwa kukupa maisha. Nikacheka na kumtizama nikasema, dia, niwe tu mkweli kwako. Huyu mwanaume kanitoa mbali mno. Na ndiye mwanaume wangu wa kwanza, lakini moyoni sijui kwa nini simuoni kivile. Japo nimemzoea na siwezi msaliti kamwe. Mary akasema, yatafute hayo mapenzi dia. Mwanaume umepata. Nikasema sawa. Baby alifika na msosi ukawa tayari. Tulikula akasema, lengo la kutuomba tutoke ni kumshukuru sana Mary kwa kuwa rafiki mzuri, anayejali maslahi ya rafiki yake, hadi kutuunganishia kupata biashara. Mary akasema, usijali Shem, nyie mmekuwa kama ndugu sasa hivi. Mimi na mkeo tunasaidiana mengi. Baby akasema, urafiki mwingi wa wanawake ni wa kijinga, lakini wewe Mary tangu umekuwa na mke wangu hajawahi badilika. Naomba umeendelee hivyo hivyo. Mshauriane mazuri, mjengane, na pia naomba wewe unamshauri sasa hivi ataanza kushinda dukani kwake. Ujue kuna mambo mengi mjini, vishawishi vingi, na watu watajitokeza kumshauri mengi mabaya, hata matapeli pia. Naomba mke wangu usije danganyika, na pia jitahidi kuwa muwazi kwa kila kitu, usinifiche kitu. Epuka kukopa na kuingia vyama, sijui michezo isiyoeleweka, sawa? Nikasema sawa, siwezi kufanya hivyo baby. Akasema, Shem Mary, na kuomba wewe unamshauri. Mary akasema sawa Shem, usijali, tupo pamoja na hayo hayatakuwepo. Baby akasema, nampenda sana mke wangu. Mimi nimeongea naye haya mbele ya rafiki yako ili ajue akukumbushe. Nikasema sawa baby, na mimi nakupenda pia. Basi tulikuwa na kunywa, na hivi Mary anakunywa vilevi. Akanywa kalewa, tukamrudisha kwake. Maisha yaliendelea hivyo hivyo, na tumbo langu nikawa nashinda Kariakoo. Biashara ilikuwa nzuri mno, wateja kibao. Hapo na wasiana kwa ukaribu na dada Rita aliyeniuzia duka. Siku zilivyopita, mzigo ulikuwa umepungua sana dukani. Dada Rita akaniunganisha kwa rafiki yake anaenda kufuata mzigo Uturuki. Basi nikamwagiza na mimi. Nilijitahidi kuwahi kurudi nyumbani kumwandalia mume chakula cha usiku, na asubuhi ilikuwa lazima naandaa mwenyewe. Mchana yeye mwenyewe alisema atakuwa harudi. Nilikuwa bize na duka hadi uchungu ulinianzia dukani. Nikampigia simu baby akanifuata na kunipeleka hospitali. Nikajifungua mapacha wangu wa kike na kiume bila shida. Tulifurahi sana na ilikuwa jambo jipya sana, sababu sikuwahi ambiwa nina mapacha. Nilipopimwa ultrasound, Roman alifurahi mno na Mary. Alipiga simu kwao mamake akasema anakuja. Nilikaa hospitali siku moja nikaruhusiwa. Nilimkuta Mary nyumbani kanipikia supu nzito. Mama mkwe alikuja, wakawa wanasaidizana na Mary na dada wa kazi kunihudumia. Mama mkwe alikaa miezi miwili hapo, mimi dukani nafanya kwenda kukaa kidogo, hasa mida ya jioni, na kuwa na mama mkwe na watoto. Baby alinitafutia dada mwingine wa kazi kwa ajili ya kazi za nyumbani, sababu Manka ndugu yake alitaka ndio wale watoto, na mimi nilikuwa siwaachi naenda nao dukani. Maana baada ya mama mkwe kuondoka, nilianza rasmi kushinda dukani. Hivi nikawa naenda na Manka pia. Nilipenda maisha yangu. Roman alijua kunitunza. Mwaka ulipita niko vizuri, nafunga mzigo mkubwa, japo naagiza, lakini duka lilikuwa mno na pesa naiona sana tu. Nilishabadilishiwa gari na baby, naendesha gari kali sana. Nikapata na marafiki wafanya biashara wenzangu pia, japo Mary bado alibaki best yangu. Hapo mambo ya kufunga ndoa hatuyaongelei tena. Siku moja nimpigia simu rafiki yangu Tida, huyu mfanya biashara, nikamwomba niletee pesa mkononi, maana tulikuwa tunacheza mchezo sisi, hivyo sikutaka niwekee katika simu. Akasema sawa, atamtuma mtu ataniletea. Nikasema sawa. Sasa nikiwa dukani aliingia mkaka mmoja mrefu hivi, maji ya kunde, mzuri mno, utasema Mmarekani mweusi, na akapendeza na suruali yake ya jinsi.
tisheti kali na raba kali mno. Moyo wangu ulifanya paa kumuona. Yule kaka alisogea hadi karibu yangu akasema, mambo Nei. Naam, hiyo ni sehemu ya 14 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Maimuna. Ili kufahamu kila ambacho kilifuata, usikose kufuatilia sehemu ya 15 ya simulizi hii. Hii ni Maimuna.